Thank you, my Lord Bishop, Your Excellency the President, and fellow Christians, good afternoon. Your Excellency and my Lord Bishop, you'll allow me to fast because I am among the people who are called visitors, to invite our hosts, Member of Parliament, the Member of Parliament from Makadara, Mheshimiwa George Aladwa, atusalimie. Asante sana kiongozi wetu wa bunge Mheshimiwa Imani Chungwa. Nachukua nafasi kwa salimu wote wa Kristo. Mjambo, Bwana asifiwe. Kabla siendelea, niko na viongozi ma MCAs, sitakubali mwongee kwa sababu ya saa. Tuko msimame tupali mko, viongozi wametembea kusikia rais. Tuna stazo kutoka kule Tawala, Mheshimiwa Ringo, kutoka kule Rwaraka, Mheshimiwa Nikiso Jirani, Isili, na host wetu Mheshimiwa wa hapa, Mheshimiwa Soni. Asante kwa viongozi wa MCAs kwa shughuli. Yangu itakuwa mengi, Your Excellency. Kwanza nikushukuru Mungu siku ya leo ambaye ametupa hii uzima. Asante kwa mahubiri. Tukubalia kuongea na kusalimu wa Kristo ambao ametuchagua. Last week nilikuwa mahali, nimevaa vizuri, nimeimba, nimeomba, nikanyimwa nafasi ya kuongea. So hapa kwako Bishop, Mungu akubariki. Sijawahi kuona Bishop ana heshima kumheshimu rais, kuheshimu viongozi, na sisi tumechaguliwa hii area, watoto wa hapa, kutupa hii nafasi. Tuwezi kuchukua kwa njia rahisi, tunasema asante sana kwa hiyo nafasi. Ya pili, Your Excellency, nataka kukushukuru. Ulikuwa Makadara last week Friday, ulikuwa AIC, ulikuwa pa PSA, kwa AICA huko, umekuwa pa PAG, leo umekuja hapa AIC. Hii ni kanisa moja kubwa yetu hapa Makadara, kanisa ya kipekee. Kuna ingine hapa Maringo, kuna ingine Makongeni, Viwandani. Ni kanisa ambayo iko very organized, na napenda vile wanahudumu mambo yao. So shukrani sana kwa kuwatembelea na kuja kuomba na hao kwa hii nafasi. Nina tu jambo moja, sababu wale wako hapa wengi wao ni wakaaji wa hii area. Your Excellency, tuna manyumba za county hapa. Mimi ni mhudumu kama mayor hapa awali, na kuna wale wameishi hapa miaka mingi, wana wajukuu, wana vitukuu. Hizi nyumba zetu ziko hapa, wanatumia cards za city county. Kama ingekuwa uwezekano, wale MCAs wako hapa wapitishe, wale wako hapa wameishi miaka mingi wapewe hizo nyumba, kwa sababu kumekuwa na tisho za hapa na pale, zitabomolewa, zitakuwa nini. Lakini najua hatujafikia sehemu hii kwa mambo ya ubomoaji. Kwa sababu kwa hiyo nataka kukushukuru sana kwa kutembelea na kuwa Makadara kila wakati. Wakaji wapo wanapenda amani, na tutaendelea kukuombea kwa sababu wewe ndio rais wetu na utabaki kuwa rais wetu leo. Na mimi ningesema wale mko hapa, sinahitaji maendeleo. Rais ametupa pesa za mashule hapa Makadara, education ndio mimi naangalia, masomo. Watoto wetu wasome kwa kweli katika taifa la Kenya, watusaidie kule mbele vile mhubiri mambo ya kupeana baton. Hautapeana baton kama mtoto wako ana masomo. So hiyo masomo, rais, nataka kushukuru kwa kuweka kipaumbele. Nikimalizia, nataka kushukuru sana kanisa letu la AIC kwa sababu ni jambo kubwa nimeona leo na hapo awali, na kuombea kanisa. Tutakuwa pamoja tukiendelea. Hata wakati mwingine mimi nitakuja bila rais, niwasalamie, niwajue, tuombe pamoja. Sijaifika hapa rais, na ni aibu sana nimefika kwa sababu umekuja, but nitapanga yangu nije niwasalamie. Otherwise, rais, karibu. Mungu akubariki, akupe nguvu. Sisi tunakusupport through broad based government, na tuko nyuma yako kabisa, na maombi pia. Najua na maadui wengi, lakini maombi yarahisha mambo yako. Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Aladwa. Your Excellency, nimeshukuru pia kuandamana nawe kwa kanisa hili.
And when I walked into this church, Your Excellency, there are one or two profound things that I noticed. One is the theme that is projected on that banner, your 2025 theme, sustaining an upward momentum. The second thing, Your Excellency, that I took note of is when my brother was taking us through the church announcements, was a work that men in this church had done, I think a week ago or a weekend ago. Was it a week ago? On Friday this week. Over 106 men, as I heard, 116 men who spent the night here on a bonfire mentoring our young men. Your Excellency, I asked myself, what a profound thing for men in church and more so men in Nairobi to be doing. To mentoring our young men and women, and this time I heard it was our young men being mentored by the men, to become better and responsible citizens. For what, again, has tied together with our sermon today on passing of that baton. Asking ourselves what kind of baton are we passing on to our children. And I must thank God that indeed men in this church have taken up that great responsibility of not only mentoring our young ones, but ensuring that they pass on a baton that is smooth and one that is good, not just for their future and their families, but also for our country. Your Excellency, that is a challenge we have had as a country. Because again, as our Lord Bishop has said, even on matters of giving, he has told us the grounding, the theological grounding of giving, whether it is in secret or openly. Bishop, let me tell you, I'm an accountant. I believe in giving openly for accountability and transparency, even within church. And I'm happy that I've heard from my bishop that it is up to me as a Christian to choose how to give. And I will choose to be giving openly. Two, there is a reason why everybody gives in church and gives to God. And Bishop, you have said well, it is not up to us, whether we are leaders in the political arena or church leaders, to be judges. We should leave the work of judgment to the Almighty God, because every individual who gives in church gives because they know why they are giving thanks to the God that they believe in. And nobody should judge and tell us that we have to do things in the way you believe, if there is no spiritual and theological grounding, as Bishop has told us. Lastly, my Lord Bishop, you have spoken about SHA, and I'm glad that you have said what you have said based on your experiences in Makueni County, where you worked in a hospital board. And therefore, you speak from the ground. And I want to assure you, Bishop, that the biggest challenge we have had is that spirit of negativity. That nobody seeks to inform and educate our people on the benefits, as you say, of being enlisted as a member of SHA to have a universal medical coverage or universal health coverage that gives you a medical cover that many of us, as your leaders, we enjoy on account of the money you pay as taxes. We are provided with medical covers from the money you pay as part of your taxes. And we also contribute to SHA, and we contribute much more, so that the little that you will contribute, I top it up with the contribution that I am making to afford you to get that medical cover. But you will not benefit if you are not registered, if you are not contributing. You will not even benefit from the money that you have given me to contribute to also help you.
And therefore, Bishop, I want to agree with you that we have a lot of work to continue educating our people, and I want to plead with the church to become a partner of the state in the work of educating our people to ensure that that which benefits our people gets to them. The challenge again, Bishop, as you have said, many of us, and you know again I'll confess being an accountant, we had a saying when we were learning auditing in school that we would ask, who audits the auditor? Because the auditor audits, but who audits the auditor? So in the same spirit, my Lord Bishop, the church has a cardinal responsibility to be the conscience of society, to speak and guide society, and also to criticize government where government ought to be criticized to become better, to pray for government, to advise government, and also to criticize, but not to judge, as you have said. We have had a challenge where some of our church leaders have become judges, have become more of political players. And therefore we sit back and ask ourselves, if the church, instead of praying, guiding, offering positive criticism, becomes political prayers, who then will become the conscience of society? I take this opportunity, my Lord Bishop, to thank you for your words, as I plead with all our church leaders to restore the hope that we had in this country from the beginning. That indeed we can nurture, we can mentor those that are behind us and pass on a good baton by being the conscience of society, because that is the work that the Lord has bestowed on the church. Sisi kama wanasiasa, Bishop, mara kwa mara tutasemezana, mimi na Aladwa tutasema maneno ingine mabaya, mengine mazuri, lakini tunawaangalia nyinyi kama viongozi wa makanisa ili mtushauri, mtuelekeze vizuri, lakini mkiingia ukingoni wa siasa, hata watoto ambao tunafaa kuwaelekeza hawatojua tofauti ya mwanasiasa na kiongozi wa kanisa, viongozi wa kanisa wakiingia siasani. Na kama mnasema viongozi wa kisiasa ni waongo, alafu viongozi wa kanisa waingie siasani, sisi wote tutakuwa sawa, si ndio? Kwa hivyo ningeomba tuendelee kufanya kazi pamoja, tushauriane na tusaidiane hata kwa kuwaelimisha Wakenya kwa mambo hasa ambayo ya wanafaidi wa Kenya, kama hayo Bishop umeongelea, ya Universal Health Coverage, ya Taifa Care, ama Social Health Insurance Fund, ambayo manufaa makubwa ni kwa mwananchi wa kawaida. Pia nimesikiza hapa kwa matangazo, mko na washirika wenyu ambao wamekuwa wagonjwa, ambao wanaenda nchi za ng'ambo kutafuta matibabu. It is possible with universal health coverage to have facilities in this country that can treat our people here and get affordable and quality health care within the Republic of Kenya without us having to expatriate money to take to India and other countries. And with that, I thank you and I thank this church for what I have seen. La mwisho, si kukosa kusoma, Bishop, na unikubalia sababu mimi ni wa kanisa ingine. So wakati niliingia hapa nilijaribu kusoma, niona ile mambo mnafanya, nikaona pia you are a very musical church. Very musical. And your praise and worship is indeed very powerful. And you are living true to the words that were read for us in Ephesians 6:1-4. That you are, I observed here, every choir that came here, there were some elder people, middle-aged, kama mimi, teens, young adults, and even small children. That is the future of the church and the country should be building. Kwa hayo mengi, nawaomba kwa heshima, tumkaribishe kiongozi wetu, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rais. Karibu.
Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Askofu Joshua Kimuyu, pastor wetu mchungaji wa hapa, ndugu wa Kristo, watu wa Jericho, jambo. Bwana Yesu asifiwe kwa kunipa nafasi nifike hapa katika kanisa hii siku ya leo. Nilikuwa na mipango mingine jana, lakini wakati ilifika jioni, haya mipango ikabadilika na nikawa na nafasi. Na kwa sababu mimi ni mzaliwa na kulelewa katika kanisa la AIC, nikampigia huyu askofu wangu hapa Nairobi. Nikamwambia niko na nafasi, nataka kutembelea kanisa letu moja. Akaniambia kanisa la Ziwani ndio kanisa kabisa kubwa na nzuri. Nikamweleza ya kwamba Ziwani nimekuwa mara nyingi. Akawa mkarimu sana. Akaniambia basi kuna kanisa letu moja nataka twende na wewe, inaitwa Jericho. So and I must thank you, Bishop, for thinking about others. And when you recommended to me that let's go to Jericho, I am very proud today to be in Jericho for the first time. Na Wakristo wa hapa Jericho, mimi nataka niwaeleze, you have built a beautiful church. Pongezi. Na nilikuwa nafikiri nitakuwa the only visitor here, lakini hata mjumbe wenu ni visitor pia. So utanishukuru baadaye Bwana Ladwa kwa kukuleta kanisani hapa kwako. Kwa sababu wakati Bishop alinieleza, nikatuma ujumbe kwa mjumbe wenu. Nikamwambia kanisa leo ni Jericho AIC. So nashukuru mheshimiwa, umepata nafasi ya kuja pamoja na mimi na huyu ndugu wangu mwingine Bwana Kimani. So mimi nimefurahi kufika hapa katika kanisa lenu kumshukuru Mungu. Kwa sababu ya vile Mungu ametufanyia sote, kianza na mimi. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenipatia nafasi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, na nafurahi sana kuungana na Wakenya wengine wote mara tukipata nafasi kama hii kumshukuru Mungu na vile vile kuendesha na kuelekeza mambo ya taifa letu, yakiwemo mambo ya Mungu kati yetu. Tunajua sote ya kwamba taifa la Kenya ni taifa linalomcha Mungu. And I'm very proud as a leader of a nation whose God is the Almighty God. And I just want to assure you, as the people of this great nation called Kenya, as the people who live in the city of Nairobi, that we will work together with all the leaders, political leaders, religious leaders, because it is the will of God for us to work together. Neno la Mungu kwa Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaounganisha watu, tushirikiane. Na ndio sababu hiyo tunashikamana, tunafanya kazi kwa pamoja. Na nimeambia viongozi wote, nilikuwa kaunti yetu ya Nairobi kama vile ilivyosema wiki iliyopita, kuwahamasisha wananchi wa capital yetu ya Nairobi
na nilisema wakati wa safari hiyo kwamba serikali ya Kenya inatutosha sisi zote. Sio lazima mmoja akose ni mwingine apate. Sote tunaweza kupata. It is not that one must lose for one to gain. We can all be winners. And it is the will of God for all of us to work together as one nation, as one people with a common destiny. And it is my hope and prayer that all of us, leaders in all fields, can join hands and work together for the greater family of Kenya, as we have been taught in the sermon today, so that we can pass on the baton to the next generation of the Kenyan family as a united, as a prosperous, and as a nation that believes in God. So I'm very happy this morning to join you and to listen to the word of God, of passing the baton to the next generation and building a legacy for our country, and thinking about our children. And you have taught us well to be present, to think about our children, to mentor our children, so that we can have the next generation of Kenyans being responsible citizens as we grow as a nation. So mimi nimefurahi sana kufika hapa, and I want to assure you that we will work together. God has given me a chance to be a builder, and I have built many things. I am working with the leaders of Nairobi. My aim is to build an extra 3,005 classrooms for the children of the city of Nairobi. We have started the first 500 classrooms. They are going on in the city of Nairobi. We will continue to do that for the next 4 or 5 years until every child in Nairobi has a class. And we will continue to hire more teachers, because the greatest legacy we can leave for the future of our country is to make sure that every child in Kenya has education and no child is left behind. So tutazidi na kujenga vitu nyingi. Tunajenga madarasa zetu ya watoto wetu shuleni. I think in the last 1.5 years, as a government, we have built close to 17,000 classrooms in Kenya. We will continue to do that. Tunajenga pia barabara. Tunajenga pia manyumba. Nilikuwa hapa Shauri Moyo, hapa chini. Tunajenga 4,000 housing units hapo. Nilikuja kuanzisha zingine Mbotela hapa. Nyumba zingine 2,700. Finally, around Eastlands, we are going to build almost 40,000 housing units. Hapa Eastlands, hizo tulianzisha hapo Mbotela, tunajenga mpaka itafika ghorofa ya 26. We want to change the face of this area. We want to make it the city. Na haya manyumba tunajenga itakuwa ya bei nafuu. Wale watu ambao hawajatumainia ya kwamba wataweza kuwa na nyumba ambayo wanaita ni yao, for the first time they will have an opportunity to own a home. Na katika hiyo ujenzi ambayo tunaendesha, na I must declare that building is part of me. Nimejenga madarasa tangu niwe mjumbe. Saa hizi tunajenga manyumba
nia yangu ni 1,500, manyumba 1,500. Hata kule State House mimi najenga, na sehemu zingine nyingi mimi najenga, na katika hiyo harakati ya kujenga pia kanisa la Mungu tutajenga. Because I am sure that is the will of God. So katika harakati hiyo ya kujenga taifa, tutapia jenga makanisa na neno la Mungu litasonga mbele. Naona mnapata wasiwasi kama tujenge tusijenge. Let me tell you, tutamuhaibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. And we know, najua ukisoma Daniel 11 mstari wa 32 inasema, lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya mambo makuu. Yes, because we know our God. Inauliza nyinyi watu wa Jericho, mnamjua Mungu kweli? Because we know our God, we are going to be strong and we will do great exploits. We are going to build the church of God. We are going to work for this nation. And I want to tell you, Kenya is going to go places because we know Mungu ambaye tunamwamini. So, naona ndugu yangu Aladwa amesema niko na maadui wengi. Mimi sina maadui. Mimi sina hata mmoja, I don't have. Pengine kule tu kuna watu ambao tunashindana na wao. Na kushindana ni kitu mzuri. It brings out the best in all of us. So hakuna shida, tutashirikiana pamoja, tutajenga nchi kwa imani, na nimesema kwa vyovyote hii nchi tunataka iwe nchi ya amani, iwe nchi ya umoja, iwe nchi ambayo tutashirikiana sisi zote. Tuondoe ukabila katika taifa letu, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, na pia tuondoe ubaguzi. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. And we are going to build this nation together, united. And I will lead from the front in building this nation, because that is the assignment I have from God, to build the nation of Kenya in all its aspects and in all respects. So tushirikiane hivyo. Nimeketi chini na Sam, nasikia yeye ndio mwenyekiti wa mipango ya ujenzi, na mimi hapo kwa ujenzi, mimi niko hapo, nitakuwa hapo. So ile kamati yenu ya ujenzi mimi nitakuwa member kuanzia, si ndio? Kwa sababu naona kuna kazi bado inatakana ifanyike hapa. Na siombi ruhusa ya mtu. Mimi ni mwana AIC, si ndio? Na mimi nimefundisha vizuri taratibu ya AIC, so nitafuata, and we are going to work with you to complete this church. So shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka, lakini tutajenga kanisa. Ama mnasema tufanye namna gani? So mimi nafurahi sana, asante sana. Najua kuna mambo mengine mengi. Nimetamani sana kwenda kanisa pale, nilikuwa nauliza askofu hapa. Mahali inaitwa Landimawe. Kuna mahali inaitwa Landimawe pale. Nimetamani sana, tutatafuta nafasi nifike pale. Utapanga askofu? Yes. Nasikia pia hawana ujenzi mzuri wa kanisa.
na mimi niko na motisha sana ya kujenga, so I want to go and assist them also to build. So otherwise, na washauri kama wazazi, let's also do what the preacher here has told us about our children. All of us as parents, it is not a duty, it is a sacred calling, as we were told by the pastor here, to mind about our children and to mentor our children and to make sure that we don't leave our children to the desire